Hamjambo watoto wazuri wazuri. Karibuni katika siku nyingine tena ambapo tutaenda kujifunza somo la 8. Somo la ngapi? La 8. Na katika somo hili la 8 lina kichwa cha somo kinachosema mara tatu. Kila mtu afanye mara tatu. Mara tatu. Mara tatu. Mara tatu. Nani hapa afanyi? Sema mara tatu. Mara tatu. Fungu la kukalili la leo linasema hivi: akasali akashukuru mbele za Mungu wake. Hebu turudie wote. Akasali akashukuru mbele za Mungu wake. Tena akasali akashukuru mbele za Mungu wake. Danieli 6 mstari wa 10. Danieli 6 mstari wa 10. Wangapi wako wanapenda kuzungumza na marafiki zao? Hivi mnapenda kuzungumza na marafiki zenu? Naomba mnisikilize kwa makini. Danieli alikuwa na marafiki zake wangapi? Watatu. Alikuwa na marafiki zake wangapi? Watatu. Alikuwa na marafiki zake wangapi? Ngoja niwaambie walichokifanya Danieli na wenzake. Kabla tujaenda kusikiliza kile walichokifanya Danieli na wenzake, tufumbe macho tupate kufanyeje? Kuomba. Baba yetu na rafiki yetu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya somo la leo linalosema mara tatu. Tunaomba utubariki, umbariki msikilizaji, umbariki mtazamaji anayetufuatilia, akaweze kubarikiwa naye katika jina la Yesu. Amina. Naomba niwaambie kitu. Mfalme Dario akiwa amekalia kiti chake. Mfalme Dario akiwa amekalia kiti chake. Alikuwa ana eneo kubwa la kiutawala. Alikuwa na eneo kubwa la nini? La kiutawala. Ndipo alipoazimu kugawanya majimbo 100 na ngapi? Na 20. Ambapo katika kila jimbo aliweka viongozi. Alipoweka wale viongozi, akamchagua Danieli na wenzake kuwa kiongozi mkuu wa wale viongozi wote. Wale watu wakaona wivu. Wale watu wakaona nini? Wale watu wakaona nini? Wale watu wakaona wivu. Walipoona wivu, wakamwambia Danieli, wakamwonea wivu Danieli, wakamwambia mfalme, wakakubaliana, wakashauriana kwamba mnaonaje tutengeneze sheria kwa ajili ya huyu mtu tuweze kumkamata. Kila wakitazama namna ya kumkamata wanakosa, wakasema isipokuwa kwa Mungu wake wapi? Wa mbinguni. Wakatunga sheria kwamba mtu yeyote ndani ya siku 30 asiabudu mtu mwingine isipokuwa kwa nani? Kwa mfalme. Wakaenda kwa mfalme, wakamwambia mfalme asiwepo mtu wa kuabudu Mungu mwingine isipokuwa kwako. Mfalme alipoona wanamsifia akafurahi. Akafanyeje? Akafurahi, akatia sahihi sheria kwamba hakuna mtu yeyote atakayeabudu Mungu mwingine isipokuwa kwangu kwa muda wa siku ngapi? 30. Danieli alipogundua wameweka ile sahihi, yeye akaamua kufanyeje? Akaamua kwenda kwa nani? Akaamua kwenda kwenye chumba chake, akafungua madirisha, akasali mara ngapi? Mara tatu. Asubuhi, mchana na nini? Na jioni. Walivyomuona wale watu, wakampelekea mfalme wakamwambia mfalme, kuna yule mtu ambaye ametoka katika yule uhamishoni katika kabila ya Yuda, amekataa kuitii sheria yako, amekudharau mfalme. Mfalme sasa akajiuliza, alikuwa anampenda sana Danieli, lakini wale watu wakamwambia, unajua sheria ya Umedi na Wajemi haibadiliki, kwa sababu umeshakubali, lazima huyu mtu auawe. Ndipo ambapo mfalme akang'ania kumwokoa Danieli mpaka jioni, lakini kashindikana. Ndipo alipowaruhusu wakamkamata Danieli, wakaenda kumtupa kwenye tundu la nini? La simba. Wakaenda kumtupa kwenye tundu la nini? La simba. Wakaenda kumtupa kwenye tundu la simba. Lakini Dario alikuwa na imani na Mungu wa Danieli, akasema, Danieli, ninaamini Mungu wako atafanyeje? Atakuokoa. Ninaamini Mungu wako atafanyeje? Atakuokoa. Na ndivyo ilivyokuwa. Usiku kucha mfalme hakupata usingizi. Asubuhi yake aliamka, akakimbia kwenye lile tundu, akaita Danieli. Akasemaje?
ninaamini Mungu wako amekuokoa. Danieli akasema, naam, Mungu wa mbinguni ameita malaika, wamefunga midomo ya simba, nami niko salama. Ndipo mfalme akafurahi. Mfalme akafanyeje? Akafurahi, akawaambia wanajeshi, hebu kamtoeni. Ndipo wakamtoa Danieli, wakamtoa nje akiwa ni mzima, hajariwa na simba. Mfalme akasema, akaenda kaandika waraka, wale wote waliokuwa wana visasi na Danieli, akaenda akawatupa kwenye tundu la simba. Naomba niwaambie, wale simba walivyowatupa tu, hata hawajatua chini, wale watu wote waliweza kuliwa na simba. Waliweza kuliwa na nini? Na simba. Naomba nikwambie kitu rafiki, naomba nikwambie kitu. Tunamwabudu Mungu tunaposali. Danieli alikuwa na tabia ya kusali mara ngapi kwa siku? Watoto wanaosema kuanzia leo mimi nitakuwa mtu wa maombi, nitakuwa nikiamka asubuhi ninaomba, mchana nikiwa darasani ninaomba, usiku kabla sijalala ninaomba. Wasimame tuweze kuomba, wasimame tuweze kuomba, wasimame tuweze kuomba. Mtoto mzuri, njoo tuombee. Mtoto mzuri, njoo tuombee tunapoenda kumaliza somo letu la leo. Karibu kwa ombi. Jamani, kila mtu akiwa amefumba macho. Yesu. Yesu. Tufundishe namna ya kuomba. Tuombe. Asante Mungu, umetulinda hadi muda huu na saa, jina lako litukuzwe. Baba Mungu, tunaomba watusaidie tukasali mara 3 kwa siku kama ilivyokuwa tabia ya Danieli, na ikawe tabia yetu. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Amina.